Leo mashinani wapo ndio unaungana nami, naitwa Cecilia Wakesho Mathuva. Moja kwa moja tunaanza kutoka mjini Gilgil palipo mwanahabari mwenzangu Ibrahim Karanja ambaye yuko katika shule ya binafsi ya St. Peter's Elite. Atuambie yanayojiri. Ibrahim Karanja, natumai unanipata. Kunazo taarifa kwamba wanafunzi wengi wamekuwa wakihama kutoka shule za binafsi kuelekea katika shule za umma kuhusiana ama kufuatia msambao wa virusi vya corona ambao umechangia katika ugumu wa maisha. Sijui kama katika shule hiyo ya St. Peter's Elite hali iko vipi? Na Wakesho na kupata, na ni kweli kwamba nipo Gilgil ambapo niko katika shule hii ya St. Peter's Elite Gilgil, na kama ulivyosema ni kwamba hiyo jana tulishuhudia shule kadhaa humu nchini, haswa shule za kibinafsi zikirekodi wanafunzi ambao walikuwa hawakurejea, na pia tukashuhudia shule za umma na maombi ya wanafunzi ambao walikuwa wanataka kuingia katika shule hizo. Maombi hao yakiwa ni mengi sana, wazazi waliofika katika shule wakiwa ni wengi wakitafuta nafasi, na ikaeleweka ni kwa kuwa kulikuwa na wengi wanasema kulikuwa na tatizo kidogo ya kifedha katika mwaka ambao ulipita. Kumbuka kutokana na janga la corona, kuna wengi ambao walipoteza kazi zao, wengine biashara zao zikaanguka na zikaharibika. Hivyo basi ikawa kwamba unampeleka mtoto wako katika shule ambayo utaweza kulipa ama utaweza kuhakikisha kwamba anapata masomo hadi kufikia mwisho. Lakini katika shule hii ya Gilgil ya St. Peter's Elite ambayo umeuliza, ni kinyume na mambo ambayo tulishuhudia hiyo jana. Nimezungumza na wale ambao wanahusika ama viongozi wa shule hii, wanasema kwamba kinyume na mashule ama na shule zingine za kibinafsi, hapa wanafunzi zaidi wamekuja kuomba nafasi ya kujiunga na shule hii. Tunataka tuelewe ni kwa nini. Pengine huenda kuna baadhi ya wazazi ambao wana pesa, wakati mimi na wewe Wakesho tunasema kwamba ni kubaya. Hebu nizungumze na mmoja wapo wa viongozi hapa, atatueleza jina lake, atatueleza nafasi ambayo anashikilia. Alafu pia nitakuwa nikizungumza na mzazi ambaye amehamisha mwanafunzi wake, atueleze. Asante sana kwa kuzungumza nasi kupitia KTN News. Na mwanzo kabisa tuanze kwa wanafunzi. Najua wameripoti leo hii. Wanafunzi ambao wameripoti ni wanafunzi ambao mlikuwa nao kufikia sasa, idadi iko vipi? Kufikia sasa wanafunzi wanaendelea kuripoti, na tunashukuru sana. Wale ambao tulikuwa nao kitambo wanaingia, na wageni pia wanaingia kwa wingi. Na ningependa kusema kuwa sijui ni Mungu ametuonekania wakati huu, sababu inquiries zimekuwa mengi sana, na hata wakati ambapo walikuwa wanafanya inquiry walikuwa wanalipa school fees. So I made sure they paid school fees, hiyo tu kuconfirm ati wanakuja, na imenifanya hata nimeanza kujiandaa, hata dormitory nimeanza kujenga mpya, sababu namba ile imeulizia na imelipa karo ni kubwa sana. Kwa wale ambao wametoka, siwezi nikasema ni wengi, sababu ni wachache, around 20 wameomba transfer wakiondoka, lakini wale ambao wameulizia nafasi na wamelipa school fees, the number is overwhelming. So ni kushukuru tu Mwenyezi Mungu, na tumejaribu kujiandaa kadiri ya uwezo wetu. Tumefanya the social distancing. The whole of the compound iko na marks. So we have the marks in the compound, and these marks are just for the learners to ensure there is physical distancing even in the classrooms. Yes. Umesema kwamba mmepata ombi ya wanafunzi wengi zaidi, na huu ni mwamko mpya haswa ikizingatiwa kwamba ndio mwanzo shule zinafunguliwa wakati ambapo kuna janga hili la corona, na msambao wake ama unasambaa kwa kasi sana kwa watu ambao wanakaribiana. Hao wanafunzi wapi ambao wanakuja, kuna nafasi ya shule hii kuweza kuwachukua, na pengine mabweni yanatosha, madarasa yanatosha, waweza kutueleza? Fine. Hapa kwetu tuko na enough classrooms. Hata wakati ambapo hakukuwa na corona, we had some vacant classrooms yenye wanafunzi wanaweza kutumia. So I want to say that so far it is good. There was a lot of space in the dormitory, and because of the inquiry, we have decided to construct another dormitory just for preparedness for the same. Yeah. Na pengine ni vipi ambavyo mnahakikisha, manake najua kwamba kuna wale watoto wadogo sana ambao pengine kidogo atasema maski imepotea, hana maski na mambo kama hayo. Ni vipi ambavyo mnahakikisha kwamba wanafuatilia sheria hizi za corona, nyinyi kama viongozi wa shule na walimu ambao wako hapa? Ni ujuzi upi ambao wanatumia? Kwa wale ambao ni wa day school, tumeambia wazazi mtoto atakuja na mask moja kwa bag
na moja amevaa. Lakini we have also the school mask that is there just for in case of emergency. We normally have the mask, like when we had the class 8s, we were offering them the mask, and if at all one misplaces one. So we are ready. We have the washing points. They are more than enough, and I want to say we are ready. Yeah. Nieleze mnapofanya ama je, mna ile mkusanyiko wa wanafunzi, kuna ile assembly ambayo mmekuwa mkifanya na inafanyika vipi? As at the moment we don't have assembly, but we have already purchased a PA and we have already purchased a microphone whereby we'll be scattering the learners in the field and we shall be communicating to them. Yeah, in case of anything. But for the classrooms, the teachers have been sensitized in the sense that tuko na circulars whereby in case of any communication, we'll just be communicating to the teachers and they pass the information to the learners. Kabla nizungumze na mzazi, pengine unaweza kunieleza, wazazi wengi wanataka kujua, je, iwapo mwanafunzi katika shule hii ataonyesha zile dalili za virusi vya corona, ni vipi ambavyo umejipanga kuhakikisha kwamba wanafunzi hawa wanaondoka? Kuna jinsi ambavyo wanaweza kufikishwa hospitalini kwa haraka? Ni vipi ambavyo umejipanga na janga hili la corona iwapo mwanafunzi ataonyesha dalili zozote? Tuko na school nurse. We have the school nurse in the compound and we normally link up with the sub-county hospital and the anti-stock theft unit. We also have the isolation room. Tunahakikisha we normally take the temperature of the learners as they come in. We have the record book for the temperature check in the classrooms, and our school nurse also has the same. So, you know, a rise in temperature means there is a problem with the body. So immediately we realize that we have an isolation room where we put those ones with high temperature or fever, and after that we rush them to the nearby hospital. Asante, naomba nizungumze na mzazi. Naarifa kwamba wewe ni mzazi mgeni hapa. Umeleta mwanafunzi kwa mara ya kwanza. Wengine wetu hapo tunalia, tunasema mwaka umekuwa mbaya, miezi 10 hakuna pesa. Ila wakati ambapo wazazi wengi wanaonekana kutoa wanafunzi katika shule binafsi, wewe unaleta mwanafunzi. Siri ni nini? Pesa iko wapi bana? Anza kwa jina. Kwa majina naitwa Muridhi Catherine. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hii siku. It's not about money. Saa zingine inabidi unakuwa na sacrifice. So nimekuwa nikifanya survey hii shule kwa maana kuna mtoto mwingine dadake mkubwa alikuwa hapa na the performance was good. And now that she's in class 6, I decided I better sacrifice so that she can get the best like the sister, because right now hatuna mashamba ya kuwapa watoto. Ile utajiri tunaweza hapa watoto ni masomo. So sometimes see about pesa ni kujinyima, na pia fees ya hapa si stressing, ni manageable. Na pia hata administration kuna vile unaweza ongea nao na wanaweza kusikiza, hata unaweza lipa mara 2. Kwa hivyo hapa ni kuzuri. Na ukiangalia hata situation ya mambo na COVID, nimeenda dormitory, kuna space, social distance imewekwa, wakati wanaingia wanapima temperature, kuna sanitizer. So niko na trust, hata nikirudi kazini najua mtoto wangu ako safe. Na mzazi, naomba nikuulize, wakati ambapo serikali ilisema kwamba shule zitakuwa zikifunguliwa, kulikuwa na wazazi ambao walikuwa na uoga kidogo, nasema afadhali mimi nibaki na mzazi wangu na mwanafunzi wangu nyumbani, nitahakikisha kwamba amesomea nyumbani. Wewe kuna wakati wote ambao ulikuwa na wasiwasi huo kwamba shule zinafunguliwa na hatujui mbele itakuwa vipi, haswa kuhusiana na virusi vya corona? Najua maneno ya corona hata wale walikuwa nyumbani wameshikwa nayo. So sisi inaweza washika wakiwa tu shuleni. Hakuna mahali hakuna risk. So ni kumwamini Mwenyezi Mungu na kumweka mbele na kuzingatia ile inafaa ya corona. Yeah. Asante sana kwa kuzungumza nasi. Naibu mwalimu mkuu, pengine tu nieleze hali katika darasa ziko vipi? Wanafunzi wamekaa katika umbali gani katika madarasa, alafu tumalizie tu. Anza kwa jina lako. Asante wana KTN News. Tunashukuru kwa kuweza kututembelea siku ya leo. Tukizingatia hali ya madarasani, tumeweza kuzingatia ile kipimo ambacho kinahitajika na Wizara ya Afya, ambayo isiwe chini ya 1.5, na tumeweza kuzingatia hayo kwa madarasani, ambapo hata pia tumeweka madirisha mzuri, hali ya hewa itakuwa ikisirculate, milango itakuwa imefunguliwa, na kwa hivyo katika hali ya darasani tumezingatia hata mambo ya usafi,
kila kitu kiko shwari. Kuna jambo ambalo naona hapa, na iwapo Opondo waweza ukaonyesha picha ile ya bembea ambazo ziko hapa. Ni kwa nini imefungwa hivyo? Ni kwa sababu ya corona pengine ile wanafunzi wasitumie? Ni kwa nini haswa bembea hizo zimefungwa? Tumeweza kufanya vile ili watoto wadogo ambao wamezoea kuchezea hapa, na kwa sababu ya ile contact na high touch areas, tumeona watoto wamezoea kuchezea hizi vifaa, na kwa hivyo tumeweza kuzifunga vile ili watoto wasianze kuguzaguza, na ikawa ni high sensitive area ambapo pia panaweza kuwa na uambukizaji wakati ambapo unaguza na mwingine anaguza. Kwa hivyo tukaona ni vizuri tufunge, lakini bado kuna aina ya michezo mingine ambayo watakuwa kitumia hapa uwanjani. Michezo ambayo pengine haitakula na ile ya kuguzana, lakini watakip bado ile distance. Asante sana. Wakesho nafikiria umepata tu. Kwa sasa ndio nimeona picha hiyo, ila ni picha ambayo inaonyesha kwamba katika ile hali ya kupunguza ama kuzuia maambukizi, haswa wale watu ambao wanakuwa wakigusa, haswa watoto wadogo. Kumbuka kwamba wangekuwa pale wengi wakibembea kidogo kidogo, na ingekuwa nafasi kubwa sana ya maambukizi ya virusi vya corona. Hivyo basi shule hii imechukua nafasi hiyo kufunga, kuhakikisha kwamba haifanyiki. Katika upande wa pili kuna hizo alama ambazo walisema kwamba kila mwanafunzi anaambiwa kwamba wakati wowote awe amekanyaga katika alama moja. Iwapo haujakanyaga alama yoyote, basi ujue upo karibu sana na mwenzako. Kwa hiyo kuzuia tu pia hiyo kukaribiana na virusi vya corona. Upande wa nyuma pia ambayo sasa linaonyesha ile ambayo nilikuwa nikitaja kwamba wanafunzi hapa wanaongezeka, wakati ambapo katika shule zingine za binafsi wanafunzi wanapunguzika. Lile ni bweni ambalo linajengwa upya ama bweni mpya kabisa ambalo linajengwa ili kuweza tu kuwafaa wale wanafunzi wapya ambao wanakuja, na madarasa ambayo yalikuwa hayakuwa yakitumika sasa yanatumika wakati huu wa janga la corona. Tutazidi kuangalia shule katika maeneo tofauti ya kaunti ya Nakuru. Jana tulikuwa katika kaunti ya Baringo ambao hali ilikuwa ni tofauti kabisa, manake hata shule zenyewe zilikuwa hazipo, zilikuwa zishafunikwa na maji ya ziwa Baringo. Kwa hiyo ni hali tofauti katika taifa la Kenya, haswa wakati masomo yamerejelewa baada ya likizo ndefu ya miezi 10 wa kesho. Barabara kabisa. Ibrahim Karanja kutoka eneo hilo la Gilgil. Mtazamaji, tunavyoona